Kuna huyu mwamba ambaye anaitwa George. Mida hii yupo chumbani anamkumbuka mke wake ambaye anaitwa Sanda. Basi mwamba anakumbuka upendo mkubwa ambao alishawahi kuoneshwa na mke wake, ila kwa sasa ameshakufa tayari. Ni nguo na harufu yake tu ndo zilizobakia. Siku kadhaa mbele, George na mwenzake Daniel wameenda kutafuta mwekezaji wa kampuni yao. Mwekezaji anakula tu huku Daniel anachukua fursa ya kumwelezea mipango yao. Muda huo George yupo kimya tu, ni mtu mwenye mawazo sana toka afya mkewe. Mheshimiwa, napenda unavyokipenda hicho chakula, ndio maana nikakuleta hapa. Chifie bado anakula tu. Mimi sijui niongee nini. Sijakuelewa una maana gani? Chifu akasema tuko kwenye kikao na tunamaanisha kikao. Haiwezekani mmoja ndo timamu, mwingine haipo sawa. Huyu mwenzangu unajua tunashirikiana sote, lakini sote tupo sawa tu. Daniel akomba sana pale Chifu hawezi kuwekeza kwenye kampuni yao, ila baada ya kumaliza kula Chifu akakataa kuwekeza. Akasema labda nyote mtapokuja mkiwa mnaongea. Chifu huyo akasema. Daniel akakasirika sana tabia rafiki yake kuwa hivyo. Hawezi kusahau mkeo alokufa mpaka leo. Wanapoteza mwekezaji kizembe sana. Nilikwambia sikosa kuweza kufanya kazi, ila wewe umenilazimisha mimi kuja hapa. Basi Daniel akasema kama hii tabia ikijirudia ni heri watingane tu, kila mmoja ende kivyake, ila hawezi kuvumilia ujinga kupoteza wateja kipumbavu. Baada ya kusema sana akaondoka. Wakati bado George yupo pale na mawazo, alituletewa bili yake, akatoa kadi kuweza kulipa. Wakati anaangalia hivi akashangaa, anamwona mtu amefanana na mkewe. Hey! Hii ni maajabu sana. Mida baadaye Bisola karudi nyumbani, anakutana na shoga yake anakula. Huyu shoga yake anaitwa Ogechi. Bisola ndio mwanamke ambaye kafanana na mke wake na George. Basi Bisola akaanza kumpombea shoga yake aliyokutana nao leo. Akamwambia kuna jambo la ajabu limetokea leo. Kimetokea nini? Bisola anasema alikuja mteja wakati anampa bili yake na yeye anampa kadi ya malipo na muona mtu kaganda. Akaanza kunishangaa mimi. Sijakuelewa, mimi mwenyewe sijaelewa, ila alinishika kwa sekunde kadhaa ndipo akaniachia. Uko serious? Ndiyo, yani mpaka nimechanganyikiwa. Akili yangu kuna kitu inanambia. Hiyo akili yako mara zote inakwambia mambo mabaya tu. Ogocha akachika. Akamwambia huyo mwanamume kashangaa uzuri wako. Hakuna mwanamke mzuri kama wewe. Basi ni mawazo Ogechi na Bisola tu hayo. Huku upande wa George bado mchiza na mawazo sana. Anakumbuka alivyomwona Bisola, bado haamini macho yake. Basi bwana, ikawa kila siku anaenda kwenye ile restaurant kwenda kumuona Bisola. Sasa leo hii wakati upo pale kuna mshikaji Bisola kana mhudumia. Baada ya kuletewa chakula, yule baharia akasema, "Umeleta nini hapa?" "Sio oda ya supu uloagiza. Wewe utakuwa kiziwi. Mimi sijaagiza supu." Bisola akasema, "Hii ndio oda uloagiza." Mchizi kashakilia hajaagiza hivyo. Anataka vitolewe hivi vitu, aletewe vitu alivyoagiza. Bisola akakataa. Sasa hivi vyakula atalipana vilivyopikwa. Basi ugomvi ukafika mbali mpaka mchizi akataka kumpiga Bisola. George akazuia mkono. "Uko serious? Unataka kumpiga mwanamke? Hivi wewe ni mnyama kiasi gani? Unaniita mnyama?" Basi mchizi akashikilia pointi ya kuitwa mnyama. Ni kama alikuja kufanya fujo tu pale. Basi baada ya fujo jingi akaondoka. Baada ya kuondoka, George akamuuliza Bisola kama yupo sawa. Bisola akasema yupo sawa tu. Mida baadaye Bisola yupo na shoga yake. Basi stories zilizojidi kwenye restaurant akana mhadisia mpaka kuja kusaidiwa na George. Nimekwambia, unaona upendo umejengeka kidogo kidogo. Bisola anamjua shoga yake ni mcheshi sana. Siku ya pili George kaja tena kwenye restaurant. Basi Bisola akamshukuru kwa kumsaidia jana. Mchiza akamuuliza, "Unaitwa nani?" "Jina langu naitwa Bisola." Basi George baada ya kumaliza kumhudumia akampa tipsi, na hiyo tipsi ilikuwa ni mshiko mnene sana. Basi bwana akaenda kumuonesha shoga yake Ogechi. Basi Ogechi akapata nguvu ya kulisema lile ambalo analifikiria. Masiku na miezi kakatika. Bisola na George wakawa wamezoeana sasa. Kila siku mchiza anakuja kwenye restaurant. Sasa kuna hii siku wakati hapo kwenye maongezi hapa na pale, mara Bisola anafumwa na bosi wake. Bosi akawaangalia mpaka Bisola alipojishtukizia. Baada ya kushtuka, bosi akaja. "Miss Bisola, unafanya nini hapa? Nini hichi?" Bisola akakosa kujielezea. Basi bosi akamwita ofisini mwake. Mida baadaye Bisola yupo na Ogechi. Kama kawaida anamhadisia kilichojiri. "Omo, unajua kama ilibakia kidogo tu nipoteze kazi yangu." Hiyo kazi ulitafuta kwa muda miaka miwili. Sasa kimetokea nini?" Basi akana mhadisia yote mpaka kufikia hivyo. Tena hapo nikaomba samahani sana. "Omba samahani." Mwisho ndo akanisamehe. Ogechi akamwambia, "Kwa hiyo ulikuwa upoteze kwa sababu ya mwanamume?" "Unamaanisha nini kusema sababu ya mwanamume?" Ogechi unamjua vizuri toka mwanzo na wasiwasi na mahusiano na George. Bisola akamwambia, "Mimi na yeye ni just ni marafiki tu." "Ni marafiki?
Nipo hapa nasubiria mchezo mzima. Siku ya pili mchizi akamwomba samahani Bisola. Bisola akasema amenitishia kunifukuza, kwa hiyo sitaki kupoteza kazi yangu, kwa hiyo inabidi tuache mazoea hapa, nataka nishughulikie kazi yangu tu. Bisola akataka kuondoka. George akasema kwa hiyo unaniacha tena? Bisola akashangaa, na kuacha tena? Kumbuka mchizi anafanisha Bisola na marehemu mkewe. Mchizi akaona kashachanganya mafaili hapa. Bisola akamuuliza kila kitu kipo sawa. George akamwomba Bisola amwezi kumuoa, nataka kukua mapema iwezekanavyo. Bisola akanyamaza kimya pale, hakujibu. Mida baadaye akaenda kumhadisia Ugechi. Sababu kuna kitu cha kuchekesha au? Una uhakika unitanii? Sikutanii, nimekwambia kila kitu kama anataka kunioa. Ugechi akasema sio jambo geni kama anakupenda, nilishaliona ile kitambo, lakini hivyo kunaambia anataka kukuoa ndo sikulitegemea kabisa, hata mimi, na kinachonichanganya kutaka kunioa mapema sana. Ugechi akauliza muda gani? Bisola akasema wiki chache tu. Basi Ugechi akamshauri tuolewe, maana mwanamume Mungu amemleta aondoshie kwenye maskini. Basi bwana, Bisola akaenda kwa George akamuuliza kwa nini anataka kunioa na mimi sitokei katika familia tajiri kama wewe. George akasema ninavyokuona muonekano wako ni muonekano wa mwanamke ambaye natamani nimuoe, wewe ni mzuri, mwerevu. George akaendelea kushusha nondo nyingi sana mpaka Bisola mwenyewe akaelewa, akakubali kuolewa na George. George akamkumbatia Bisola akamshukuru sana kwa kubali kumuoa. Siku kadhaa mbele tayari mashauana, basi ni furaha mle ndani, mchezo ya hapa na pale. George akaja kusema nakupenda sana Sandra umenita Sandra. George akakataa kama mumwite hilo jina. Basi Bisola kazani labda masikio yake hakusikia vizuri, lakini mimi na wewe tumesikia kabisa kamuita Sandra. Basi furaha ikaendelea mle ndani. Asubuhi Bisola akamwandalia chai mumewe. George anashangaa jinsi mkewe anavyomjali sana. Basi bwana akakaa kuweza kunywa chai. Mida baadaye George ameshika nguo moja ya kike, ilikuwa nguo ya Sandra. Anakumbuka siku ambayo Sandra alivaa hii nguo, alikuwa kapendeza sana mpaka jamaa akachanganyikiwa, akamwambia mkewe kama inanibidi nirudi tena kwenu niongeze mahari, na hisi nimekupa mahari kidogo sana. Basi George bado anamkumbuka mkewe Sandra licha ya kuwa kashamuoa Bisola. Ndio tunajua kama amemuoa Bisola ni kwa sababu kafanana na mkewe tu, si kama ana mapenzi ya kweli na Bisola. Mida baadaye akampa ile nguo na wigi Bisola avae ili afanane na mkewe, ila Bisola anapata tabu sana kwa sababu hizi nguo sio nguo zake kabisa. George akasema yeye ndo anataka mkewe avae hivyo. Bisola akasema ila sipo comfortable kabisa. George akahamaki akamwambia kama unataka kubadilisha nenda kabadilishe tu. Bisola kabidi amrejeshe George aende tu hivyo hivyo na ile nguo. Mwisho akaenda. Mida baadaye akaja Ukochi akamwambia shoga yake umependeza sana, yaani umebadilika hata mimi sikukumbuki. Basi maua mingi akampa pale. Mida ile ile akaingia George. Basi maupendo anaonyeshwa pale mpaka Ukechi mwenyewe akaanza kuona wivu, mpaka akamwomba Mungu na yeye ampatie mume kama huyu. Ndio ndoto za kina dada hizo. Mida usiku George yupo na mkewe. Ndio tunaelewa kwamba Ukochi na Bisola alisoma toka sekondari, ndio maana amekuwa kama ndugu hasa, na anamshukuru mchuzi kwa kuweza kumpa perfume. Kumbe George amempa perfume ya marehemu mkewe Bisola, anataka hadi harufu anukie kama Sandra. Hii ni hatari sana. Siku ya pili mlango unagongwa. Bisola kufungua ni Daniel. Daniel alishtuka, alizania ni Sandra, kumbe ni Bisola. Basi bwana akaingia ndani. Bisola akaletea vinywaji wanywe. Daniel akamwambia George unahitaji msaada, kwa hii hatua ulifikia hupo sawa kabisa, utawezaje kumuua mtu kisa kafanana na marehemu mkeo? Unajua huo ni uchizi. George hakutaka aingiliwe, akamwambia Daniel hamuhusu. Daniel akamuuliza je, anajua sababu ya kuweza kumuua? Kama nilivyokuambia hayakuhusu. Kwa level ulofikia George unahitaji ushauri kabisa. Daniel akakubali hayamuhusu, ila asijesema hakumshauri. Mida asubuhi mchizi upo kwenye chumba chake cha kumbukizi ya Sandra. Muna kila kitu ambacho Sandra alikuwa anavaa, muna mpaka maputo ambao alazimisha siku yao ya ndoa. Na leo hii ni mwaka 3 umepita toka alivyoana. Anatukumbusha mwaka wa pili ulivyokuwa ule usiku. Aliandaa keki vizuri na kumkaribisha mkewe. Alimpamba vizuri sana. Ni mwanamume fulani ambaye alikuwa na mapenzi ya kweli sana na mkewe. Alimpenda kiasi cha kuwa chizi kabisa. Na siku hiyo aliandaa mpaka mpishi kuweza kupika chakula. Vipi na wewe, unatafutwa mpishi au unatafutwa dada kazi tu, au unapika mwenyewe ungwe mikono? Wanaume kama hawa nimbakia mimi na George tu. Natania bwana, sio kweli. Basi bwana, ilikuwa ni ndoa fulani hivi yenye furaha. Ndio maana ukaambiwa tafuta mwenendana tabia ili umwishe maisha ya furaha kabisa. Ila ukitafuta mandoga kila wakati serious kama mvi ya kivita, huwezi kuishi maisha haya kabisa. Basi George akana vinusa tu nguo za mkewe huku akilia. Alikuwa na mapenzi ya kweli na mkewe. Huku Bisola ndo anaamka sasa, anamtafuta mumewe hayupo. Akaita sana mle ndani, ikabidi mwisho atoke nje. Basi George akatoka ili mkewe asija kuona hichi chumba.
akamdanganya kama ilitokea shoti ndo akaenda kutengeneza umeme. Bisola hakuwa na mambo mengi akakubali, ila wakati anafunga mlango kuna nguo iliganda kwenye mlango. Hili ni kosa kubwa sana ambalo George ameliweza kulifanya. Basi bwana, mida ya kula George ana mawazo kibao, bado anamfikiria Sandra tu. Bisola anampigisha story, mchizi wala hayupo kabisa. Mwisho akamshtua, unajua naongea na wewe lakini usemi kitu, unanisikia? Nakusikia. Sasa mbona usemi kitu? Kuna kitu cha ajabu nakiona toka jana. Vipi, nini tatizo? Mimi nipo sawa tu. Basi Bisola akataka kumbembeleza elezewe nini tatizo. George akaja juu kabisa, nimekwambia nipo sawa. Mwisho akasepa. Bisola akashangaa, nini tatizo? Siku ya pili ukochi akaenda kwa Bisola, akamkuta shoga yake hana furaha kabisa. Akamuuliza nini tatizo? Ni kuhusu mume wangu. Mumeo? Kitu gani kilichotokea? Basi Bisola akasema yeye hajui, ila anamfanya ajihisi baridi. In short, hamuelewi siku hizi. Sasa mmegombana? Bisola akakataa kama hajagombana. Basi Okechi akampoza tundugu yake, akamwambia ndoa sio rahisi, akampa moyo tu ajikaze, ndoa zilivyo. Bisola akaelewa. Basi bwana, leo hii asubuhi kama kawaida akamwandilia mumewe chakula, akamwambia tayari, njoo ule kifungulia kinywa. George akapaniki na kumwambia, una tatizo gani? Nani alikwambia uniandalie chai? Mbona uelewi? Basi George akamrapia sana mkewe, mwisho kuondoka bila ya kula. Basi bwana, George akaendelea kumforce Bisola kuweza kuvaa nguo fupi, makucha marefu, jambo ambalo Bisola alikuwa alitaki kabisa, ila hana jinsi, maana mumewe ndo anavyotaka. Mida usiku Bisola akaanza mjadala, akamwambia, naweza kuwa sikujui vizuri, dakika moja unakuwa mzuri, unakuwa hakuna mtu mzuri kama wewe, na dakika nyingine unakuwa mkali, ni kama vile unapicha mwanamke ambaye uko naye kwenye kichwa. Bisola akaendelea kusema kama hawezi kufiti kama yuko hivyo. Bisola akaongea sana pale. Basi George akamtuliza mkeo kwa kuanza kumpiga mabusu mengi pale mpaka mwisho akakenukisha. Mida asubuhi George akaanda yeye chai, anataka kurudisha mapenzi kwa Bisola. Basi akamwomba Mungu pale kabla ya kula na akanywa chai wakiwa na furaha kama mwanzo. Mida baadaye wakaanza kuimba karaoke. Hebu sikiliza wanavyoimba. For every single moment you were there by my side, yeah. Whenever I'm broken you make me feel home. Vipi na wewe na huyo chizi wako? Na yeye mnafanya hivi au ndo mapenzi tuachie Wahindi tu? Mapenzi yakarudi kama mwanzo pale na kuwasahau huzuni zote walizokuwa wanapitia nyuma. Na kwa sasa George amforce Bisola avae kama yeye anavyotaka. Wanapika pamoja mabusu mengi na nini, ndio upendo ambao wengi wanatamani kuupata. Huu upendo usibakie kwenye movie tu, basi yawepo kwenye uhalisia, kwenye mahusiano yenu. Basi kwa sasa Bisola ana furaha kama mwanzo, na hata alipokuja Ogechi aliliona hilo. Na kwa upande wa George anaonekana tayari ameshamsahau mkewe na anaendelea na kazi kama kawaida. Na kuna hii siku anatafuta mwekezaji na George akaanza kushusha nondo za hatari pale mpaka mwekezaji akakubali kuwekeza. Huku kwa Bisola leo hii kakifuma chumba cha siri cha George, na unakumbuka mlango haukufunga ile siku. Akaingia ndani na kukuta mambo mengi ya ajabu. Akakuta picha ya mtu amefanana na yeye. Bisola akachoka sana. Mida ile ile anaingia George, anamfuma Bisola kwenye chumba chake. Bisola anataka kujua ukweli tu. Mchizi anasema nitakuelezea, nataka usinidanganye. George anasema nilioa tu, hakuna kingine. Ndio Bisola kujua kwamba vyote ambavyo mchizi alikuwa anafanya ni kwa sababu amemfanyana na marehemu mkewe. Akaanza kukumbuka matukio yanaunganisha moja badala ya jingine, mpaka Dana aliposhtuka siku ile ndio akagundua alikuwa anachezwa michezo tu siku zote hizo. Basi George akaanza kuelezea. Alikutana na Sandra siku ya harusi. Alikuwa ni mwanamke wa ndoto zake. Alikuwa ni kila kitu ya vile ambavyo anahitaji kuwa mwanamke. Ndipo nikampenda. Alikuwa ni mwanamke mzuri sana, ndio maana nikafunga naye ndoa. Nilimpenda, akanipenda mpaka kifo kilipotutunganisha. Ndio anaelezea kama Sandra alianguka chooni. Wakati anarudi alikuwa tayari kashapoteza damu nyingi sana. Kwa hiyo hata alipompeleka hospitali alikuwa kashakufa tayari. Mchizi ndio kuingia kwenye dimbu zito la mawazo, hakujua afanye nini. Basi George akafumbuka mambo mengi sana, ila Bisola hakumuelewa tena kwa sababu alikuwa ameshamdanganya tayari. Bisola akachukua kilicho chake akasepa, akarudi zake kwa shoga yake ambaye ni Ogochi. Ikabidi amuelezee kila kitu kilichojiri huko. Basi Ogochi akamliwaza shoga yake pale kwenye nyakati hii ngumu ambayo anapitia. Miezi kadhaa mbele bado George anataka kuongelea na Bisola ili ampe nafasi, lakini Bisola hataki hata kumuona. Ogochi akamwambia angalau ampe nafasi amsikilize, lakini Bisola hakutaka hata kumpa hata nusu dakika. Mida baadaye George anatembea na rafiki yake ambaye ni Daniel. Daniel akamwona yupo sawa, ikabidi amuulize George. Akasema ameenda. Nani aloenda? Bisola. Daniel akazana amekufa. Hajafa. Ndio kumweleza ilivyokuwa. Daniel alikuwa kashamwambia kama kitu kitatokea tu, lakini nampenda. Basi Daniel akamfuata karibu. Unahitaji professional, unahitaji therapist au psychologist kutibu maradhi yako. Basi bwana, baada ya siku kadhaa mchizi akakashapona tayari. Akaenda kwenye chumba cha Sandra.
akatoa maneno yake mazito sana kwa mpenzi wake Sandra, maneno fulani hivi malaini na mazuri sana. Baada ya hapo akatoa kila kitu kinachomhusu ili na yeye awe huru kwenye moyo wake na mtafuta anayempenda kwa sasa Lukoko hai. Siku kadhaa mbele akaenda kwenye restaurant ambapo Bisola anafanya kazi, akaanza kushusha msamaha pale. George akaomba sana pale, mwisho Bisola akakubali na likapigwa kumbato zito pale. Mara manager akatokea, mnafanya nini hapo? Bisola safari hii ana ujasiri, kwanza akamsalimia manager. Manager akashangaa, kisha akamchukua bebi wake akasepa. Na hapo ndo ka mwisho wa hii movie ya kuitwa Duplicate Heart. Tupia maoni yako, umeonaje huu movie? Na kibagizo cha leo kinasema alihitajwa Khanisu Lokana Rijalo. Nimepiga Kiarabu hapo kidogo, najua nimekuacha. Na maanisha kwamba anahitaji na Khanisa hata kama ni mwanamume, kwa kumaanisha kubali kuwa mjinga wakati unahitaji kitu. Werevu hautokusaidia kitu chochote kile, hata makaburi mengi na shujaa na wala si ya wajinga. Kubali dharau, kejeli, matusi, mitazamo mibaya ya watu, kukataliwa, ukabembeleza, kusengenywa na mambo mengi sana wakati unahitaji kufika level ambayo wewe unaihitaji. Natambua kuwa hata Baresa alikuwa mshona viatu tu wa mjini, lakini kwa sasa ndo tajiri na bilionea Tanzania, lakini alikubali kuwa mjinga wakati hana kitu. Haya si maneno yangu bali ni maneno ya storyteller wako anaitwa Mr. Coolman ama Jangabobo Official, na hii ni 071 Code Recap. Usisahau kusubscribe na kuturn notification bell ili kuweza kumpa shafu. Naweza kusema asante sana na pia bye bye.